Sima. Bali yako bwana boss. Sasa vipi? Kama kawa. Shwari. Udi. Safi bwana. Harakati zinasemaje bwana? Mambo yako poa. Yani nimetoka huko nduki nikasema hapa ngoja nje kumcheki boss wangu maana kuna vishu vyake ambavyo vinaviona na vifanya hivi. Hivi kuna mdada anamuona anakuja hapa. Sijakuelewa boss wangu maana namuona kama mara mbili tatu hapa anakuja hapa sijaelewa mazungumzo yako kwake. Nikijaribu kumgusia naona ananikimbia. Sasa hapa Sima. Hapa si watu wengi wanaingia kuomba kazi. Kwa hiyo kila mtu anakuja hapa basi ukajua vitu vyangu. Wengine hao wanaleta tu basha zao hapa. Unajua tuna kampuni yetu inazidi kukua sana. Kwa hiyo watu wengi wanaingia. Sasa labda uniambie ni mtu ana namna gani? Hapo reception au wapi? Naona anakujaga sana hapo reception hapo naona apiti lakini anakuja moja kwa moja na sign wala nini anakuja moja kwa moja mpaka kwako. Wale wanatoka VIP. VIP wa sign. Wewe boss wewe. VIP wa sign. Angalia bwana boss, angalia lakini punguza bwana. Na kujua kiwembe mara huko punguza bwana boss. Unajua ni mshikaji wangu tumetoka mbali sana. Kwa hiyo vitu kama mimi kwenye vitu kama mimi nakuelewa. Vitu vyako ndo kama hivyo ambavyo vinakuja hapa wewe jamaa wewe. Sima ndugu yangu. Wewe dini imekukaa sana. Unajua dini imekukaa sana. Alafu sasa sisi ambao tunamiliki kampuni kubwa kama hizi tunakuwa tuna vitu vyetu tunavifanya. Unatona tunanawili lakini huko nyumbani huko changamoto nyingi sana. Wewe si hujaoa? Mimi sijaoa kama unavyojua bachelor. Sasa bachelor wewe utanishauri nini mimi huko bado nakwambia wewe ingia. Wewe mke unaye lakini naona bado unahangaika na wengine bosi wako. Wewe sasa ukitulia bwana. Sema kuna siku moja nilikuwa napitaga sehemu nikasikia kwamba wanasema wao unawasema figa moja sijui ali nani. Sasa kama wao wanasema figa moja na sisi bwana mke moja bwana akizi mara kwa mara. Kwa tunawapenda wake zetu lakini kuna muda wale ni wamama wa nyumbani. Ndio lakini haya mambo tunayasema vipi lakini mambo huko yanaendelea. Mambo shwari tu. Yaani nafurahishwa sana na utendaji wa kazi wa watu hapa. Kama unaona. Ni kweli kabisa. Unajua mimi mtendaji kazi mzuri sana. Nafurahishwa sana na wewe. Sasa boss. Sasa Sima. Bwana mimi nitakuhitaji baadaye tena. Ngoja nimalizie kazi hapa. Nitakuita tena baadaye sawa? Karibu dozi. Asante za size boss. Sawa mapema. Kuna document hapa mzima lakini. Mzima. Okay, sawa. Okay, basi mimi nashukuru nitakupitia hizi baadaye. Sawa? Sawa. Okay, sawa. Kuna kingine? Hapana, kuna kingine. Basi sawa nenda. Sawa. Lakini hebu njoo. Ndio. Kaa. Sasa Dori, mimi naomba nikwambie kitu kimoja, sawa? Ndio. Naomba basi tuendelee na mambo yetu. Kwa sababu sasa hata kabla hujajua mimi nilikuwa bado niko na wewe na sasa umejua nataka tuendelee tu pamoja. Sitofurahia kukukosa. Kwa sababu bado nakuhitaji. Na nina mipango mingi sana wewe. Kwa hiyo hata kama nimekukwaza kiasi kikubwa, naomba mama urudishe moyo nyuma. Mimi bado nakuhitaji sana. Lakini shida ni kwamba ulinificha. Na kwa nini ulinificha? Au ulidhani sitojua? Naomba mama urudishe moyo nyuma. Mimi bado nakuhitaji sana. Kwa hili bosi utanisamehe. Naomba tu kazi iendelee lakini bosi. Tumeshasema bosi tumeweka pembeni. Wewe ni bosi wangu. Yaani swala la mapenzi na wewe imeshia hapa. Naomba tu tuendelee kama mtu na bosi wake. Pia nahisi nina kazi nyingi za kufanya. Lakini unasikia? Hapana, tutaongea naenda kumalizia kazi. Dori. Wow, Madam Tricia, mambo? Jamali. Yes. Unaingiaje ofisini bila kugonga hodi?
Kwani mwenyewe si mfanyakazi ndani? Unajua hapo ofisini kuna mipaka yake Jamali. Sawa, kuna mipaka yake basi. Unajua mimi kimenileta nini au unajua unakuwa mkali? Unajua bosi zinatakia kazi zake ziende kabisa kwa mtiliko mzuri. I know basi. Tell me, nisikilize basi sawa. Nimekuja hapa. Naomba unipe masaa 2 tu. Unajua Madam Trisha, toka siku ya kwanza bosi aliponipa document nikuletee. Niliposikia tu siku ya kwanza sauti yako, nilikuta kuganda kabisa na kustaki katika moyo wangu. Nikaja kuundua kuwa nimekupenda. Na kila siku ninapopewa document nikuletee, nazidi kufurahi na kukuona ndani ya macho yangu na kuzidi kukupenda pia. Unajua bosi akiasikia mambo unaoongea sasa hivi atakufukuza kazi. Unajua kabisa bosi hataki ujinga hapa Jamali. Madam Trisha, unakuwa mkali sana. Basi tukuelewa mimi. Naomba ujiheshimu Jamali. Bosi ameniachia kazi sio kwa ajili ya mchezo. Tuko hapa kazini kwa ajili ya kazi. Sio mambo mengine yote unayotaka wewe Jamali. Umenisikia? Naomba unisikilize basi. Nimekuja hapa kwa mada, nipe dakika 2 tu. Kwa sababu gani najua ndakwambia. Jamali. Naomba ujiheshimu Jamali. Najua sio kwamba unanipenda lakini unafanya tu mambo yako ya mchezo hapa ili nipotezee muda wangu kazini. Najiheshimu, naomba pia ujiheshimu Jamali. Naelewa, lakini si ndo nisikilize. Kwani umenisikiliza mbona unakuja kuwaka ghafla? Trisha, naomba unisikilize. Ni kitu kimoja ambacho nahitaji kukuambia. Ani siku ya kwanza kuleta document hapa boss alipokuachia office, for sure. Nilivutiwa sana nawe kusikia sauti yako. Jamali, naomba uniheshimu na unichukulie mimi kama mfanyakazi mwenzio, sawa? Lakini sijaje hapa kwa ajili ya kucheza Jamali. Ndio maana nikakwambia nje ofisi. Jamali, naomba unisikilize. Sawa? Hapa supo kwa ajili ya kazi, sio kwa ajili ya kitu kingine au mapenzi. Sawa Jamali, umenisikiliza? Kumpenda mtu sio dhambi. Kwa sababu kupenda sio dhambi. Moyo wangu umekupenda wewe, sio kwamba sijaona wengine. Naomba unipe hata nafasi basi uelewe mimi nini namaanisha. Kwani sijaona wengine? Nisikilize. Bosi ametuachia hapa kazini sio kwa ajili ya mchezo. Habari za saizi mama? Sasa hivi saa ngapi? Habari za saizi kwanza. Nakuuliza sasa hivi saa ngapi? Sasa hivi ni saa 5. Lakini najua nimechelewa. Lakini unatakiwa kwanza kunisikia kwanza. Habari za saizi mama? Hivi mbona unachelewa kutoka kazini wakati sio kawaida yako? Hujanielewa mama, sawa. Kwanza naomba msamaha. Lakini unatakiwa kunisikiliza kwanza. Kitu gani ambacho kimenisababisha nichelewe? Kuna mambo mengi ambayo leo ilikuwa imebanana, kwa nikajikuta hata simu yangu kukupigia kukwambia kwamba nitachelewa imekuwa ni ngumu, lakini nishukuru tu kwanza Mungu nimerudi salama. Nadhani mambo mengine yataendelea. Sawa mke wangu? Njoo basi. Lakini mume wangu unakuwa mbadilika sana. Unanipenda kama mwanzo kweli? Kuniona nimechelewa ndio kisingizio cha kusema kwamba sikupendi. Mimi nakupenda sana. Ndio maana nikakuweka hapa ndani, uwe mama wa watoto wangu. Tutengeneze familia. Kwa hiyo usijisikie vibaya kwa mimi leo kuchelewa na kutokupa taarifa. Ni mambo tu ya kazini yalisababisha nichelewe. Lakini mimi moyoni mwangu bado na nafasi kubwa sana. Sina mwanamke mwingine ninayempenda mimi zaidi yako mama. Sawa? Kwa usijisikie mnyonge. Mimi nimerudi hapa na hangaika hivi kwa sababu ya kutafuta kesho yetu tu. Unielewe mpenzi wangu. Hakuna moyo wako uko mbali sana. Mimi moyo wangu upo karibu. Yaani moyo wangu mimi upo karibu sana nawe. Yaani sina mwanamke mwingine ambaye naweza nikampa nafasi zaidi ya kwako wewe.
Kwa hiyo siku zote hizo leo nikupotezea muda mama? Yaani niende mpaka kwenu kutoa mahali kule, iwe nikupoteza muda? Mimi nakusamini sana. Na thamani kubwa sana kwenye moyo wangu. Nakupenda. Nisamehe mimi mama. Sitochelewa tena. Kwanza basi mimi nakumisi sana. Ngoja nimisi. Ngoja nimisi kwanza. Kawaida watu nimisi. Sasa sikia. Mimi leo sijisikii kula. Kwa hapa twende tu ndani zenye mimi kaoge. Twende tukapiga mchi. Haya. Leo. Haya mkateni. Yo.
Rangi ya chungwa, chungwa langu mama nikilitazama, nachoka kabisa. Nyama hizo najuta, chungwa langu mama nikilitazama, nachoka kabisa. Zuena wangu mama upo wapi? Zuena. Vipi bwana ndugu yangu? Safi kabisa, karibu. Unyama sio? Unyama sana. Sasa ndugu yangu mimi kuja taarifa. Kuhusu ule mpango ulioniambiaga ule. Ule mpango ule? Ya, kuhusu kazi. Sasa naona tunaelekea pazuri.
Muda wote tunaweza tukapata kazi, ukaenda nao upate kazi ndugu yangu. Endelea kunipambania nafasi wangu napata. Kwa kikubwa hapa ni wewe kujiandaa, unaweza ukaitwa ofisini pale ukaanza kazi. Kwa mambo yale ya kulipwa nini ndo? Mwisho mwezi nini? Niache kupika mwenyewe ndio kwa mama ntilie. Unakaa ndugu yangu unapika mwenyewe hapo, unatakiwa ukute jiko. Unapoteseka ndugu yangu. Unaenda kazini, unarudi unakuta mamke kashaivisha ndani ya mwezi, mzigo unakuwa tayari ushaingia. Unajua kubalance sasa. Hilo kweli. Unajua kubalance. Kwa vile upo mambo yote yatayata nini? Ya kwa vile mimi na experience kidogo na hizo kazi nimefanya kwa muda mrefu. Haina noma. Habari? Salama. Vipi baba? Safi. Maana naona simu zangu upokei kama vile sijui unioni, maana nimefuata majukumu hapa. Songe subiri rafiki yangu ondoke. Wewe rafiki yangu una mifuko yako. Mimi nimekufuata wewe, sijamfuata rafiki yako. Kama niliwakuta nyewe pamoja ni nyewe wawili. Nilichofuata hapa ni hela. Jibu ni moja, unanipa unipi? Nitakupa ndio. Stori za nini baba? Nishazoea stori zako. Sasa hivi drama sizihitaji. Jibu moja, unanipa hela unipi? Nipo na rafiki yangu hapa. Unaonaje yani akiondoka tuondoke? Ngoja asikie. Anaoba gani? Ajue kabisa mwanaume mwenzie hujui kuhudumia. Sasa wewe mwana rafiki yako kupendeza. Ana kazi zake anaonekana ni muhimu, lakini muda wote uko nyumbani utalisha nini? Mawe, utalisha nini hapa? Sufuria hizo unazopika nyama? Kwanza unajua nini? Yani tu yetu ndio tunaongea hapa yani. Haya yanihusu, nilichofuata mimi ni hela. Na majukumu yangu na mtu wa kike. Ngoja kwanza tunaongea. Ukiniangalia mimi mtu akusubiri. Nishachoka pampale zako, unielewa? Kama angalia mwanaume wenzangu wakati anapata noma, sio nilikuwa wapi? Sio nilifumba macho au nilifuata kisogosogo? Baba, nilichofuata hapa ni hela. Kama huwezi kunihudumia uniambie kabisa. Kama hujui kutimiza majukumu yako, basi baba, kila mtu shike njia yake. Pita kushoto, pita kulia. Fanya kama hujui kuniona, yani fanya kama kidoti mimi unijui. Hata tumalizane hapa. Nimemaliza hivi. Kidoti. Ndugu yangu. Sasa ngoja niende bana. Na basi poa. Poa bana. Nakusikiliza. Umechangamka? Nimetoka kule nimekimbilia. Unajua vitu voongea pale, vimenishtua kidogo. Kwa mimi nawaka nini kuliko jamaa, sio? Nimaanisha, yani wewe ni vitu vyangu kabisa. Kuliko yule jamaa au vipi? Katika mwanaume unamhesabia yule mwanaume wewe. Basi tusiongee sana, nitajia namba yako hapo nikufanyie muamala kisha tukutane au vipi? Unamaanisha au mimi story, unajua maisha sasa hivi magumu. Ndio. Pesa iko hapa mama. 06. Angalia muamala. Oh, wow. Asante. Sasa ina shida. Asante. Ukote simu sasa. Poa. Shem. Mambo. Poa. Karibu. Safi, karibu Shem. Asante. Mbona ogopa? Amna, sijui mambo ya usini hapa. Karibu Shem vipi? Asante, huyu bwana nimemkuta. Nani bwana mkubwa ya boss? Boss leo hajatokea kabisa hapa ofisini. Aliniambia mida saa 7 atakuwepo lakini mpaka sasa hivi bado hajafika. Sijajua ana tatizo gani. Kwani amwasiliana? Tuliongea jana, tukakubaliana kwamba nitakuja kuchukua mzigo hapa. Sasa nashangaa nakuja hapa hayupo. Kuhusu swala la mzigo, hakuna mzigo ambao ameniachia. Labda ungejaribu kumpigia ili uweze kujua kabisa kama upo sehemu gani, maana mimi hapa hajaniachia mzigo wote.
Basi sawa shem, mambo mengine? Mambo fresh tu, sijui wewe. Mbona uje kutusalimia? So unajua mambo ofisini na bana hapa, unajua mambo mengi afu tuko watu wawili kama hivyo tu unajua. Basi sawa, ngoja niende. Naona nazidi kunawili shem kama shem. Mambo kawaida. Basi poa. Haina shida shem, karibu. Asante. Haya. Hamna shida Wewe, njoo. Rudi hapa. Rudi hapa. Kada simu yako. Bosa libi. Kwa hiyo unapita na kutatu mpaka kusalimia mpaka kukwambia, si ndio? Kwa hiyo una kisiki, ndio baadaye. Hamna. Nikuonesha usela baadaye, ndio? Hiyo nini? Hizi ni. Kwanza so nini? Wewe nikwambia lete kwanza, wewe unakufanya ugaigai. Ya lete. Ya lete tulikoba. Wewe wagie watu mpita msalimii baraki. Kwa kuonesha usela. Lete na hiyo, una hela. Hamna sina. sina. Hapo umeka gabiela ujue wewe. Afuje unakwambia tuakishua kwa bahati. Wewe unapita usalimii baraki nini? Samani kukaa. Unakaa. Hapo. Haya, chenga. Samani. Kimbia, usiniambie samani. Wewe usijue. Wewe utakufanya vibaya sasa hivi hapa. Naomba unisamehe. Nikusamehe kivipi kwanza? Basi baki na yote, naomba hizi document. Kwa nini kusalimia? Wewe kusalimia ndio kosa lako. Haya. Samani. Naomba unisamehe. Fuata njia. Rudi nilipotoka. Tangu samani. Naomba unisaidie hivi vitu. Shida sio kukusaidia, shida je mnakosea. Hali mnatoona sisi watoto wa mtaani kama vile machokola. Hayo document ndio iko wapi? Document ndio hii. Hii huko. Hii ndio document. Hamna hela kwanza kabla sijakupa. Hamna. Shika. Asante. Na hivi vingine ila nakurudishia siku nyingine ukipita, so leo kwani ukipita siku nyingine kwanza njia marufuku kupita mwisho saa 10 ya mchana. Yaani ukiona mida kama hiyo imefika hamna kupita njia nakurudishia, ila siku nyingine uwe na adabu. Waambie na nzao tena. Hii simu nabaki naye. Maana mimi na line sina simu. Hamna shida. Asante. Wewe nabidi kurudishia line yako ili nipe namba yako. Sisi tunasoma. Hamna shida. Utanipa namba yako. Hapa nakurudishia line yako na nipa namba yako. Wewe ushakuwa mzuri hiyo. Afu watoto wa kishua naweza kujikuta napata bahati hivi masela zangu wote wanangu natembelea andika sasa hivi wanangu tutapakiana. Sio unajua kwa wanangu tena kiingia mtaani huko na pesa ya kishua. Wewe itakuwa dodo tu. Masela kibao muda huu. Shika hapa. Hiyo si ndo line. Sasa sikia nitajia namba yako ili mali na namba yako. Afu nitakucheki. 0 7 1 2 5 Sasa sikia, mimi nitakucheki. Sawa. Unaiweka kwenye simu sanga. Ili nikupigie. Baadaye. Nitakupigia hapo. Ah. Sawa.
ujue mzuri, ujue mchumba, ujue. Yaani mimi sijawahi kumsamehe mwanamke hata siku moja. Yaani kumsamehe mtu nimchukulie pochi lake afu nimrudishie. Sijawahi kutokea kwenye maisha yangu. Ila mchumba leo kaiteka akili yako ya boko. Ila baridi wewe mtoto akishua unaonekana kabisa wewe unavyokuja. Kama mtoto akishua. Kwa hiyo ukipata wanangu kibao pale naambia wanangu sasa hivi na mtoto akishua wanangu natembelea Ndika muda huo wanangu tushaje na kwenye gari tuendeni Longoni Beach. Basela hivi shiazi. Mchumba yenyewe nitamwishisha maisha ya kisela tu. Hamna ushua hapa. Asante bosi. Mchukua hii. Asante bosi. Mama wangu Trisha. Asante. Karibu. Habari za kazi? Kazini inaendelea kama kawaida. Jamani. Vipi kazini? Tunapambana kama mtuacha basi ofisi ipo vizuri. Mambo yanaenda vizuri. Tunapambana. Sasa Trisha nipe na tiba. Nikuja tena. Okay. Na yule mwanasheria alishakuja kusaini pale? Alikuja. Na umehakikisha kwamba mishahara watoto wamepata? Jamani, mshahara wako ushaingia? Maana ndio unasumbuaga sana kwa ofisi. Umeingia mapema. Umeingia? Basi hizi nitazipitia baadaye. Niziweke hapa kwanza. Nipe maendeleo ya kazini kwa sababu sijaingia muda mrefu sana. Kazi zinaendelea vizuri kabisa, lakini kuna kitu pale ofisini Jamali ndio shida, ananisumbua sana kazini. Analeta habari za mahusiano kazini baada ya kufanya kazi. Ananisumbua sana, anafanya nashindwa kufanya kazi zangu kwa uhuru. Jamali. Yes boss. Anachokisema Trisha niko? Hapana, hamna ukweli wote ndani yake. Unamhitaji yule dada? Hapana, simhitaji boss. Bosi, siwezi nikamsingizia Jamali hata siku moja. Na kwa nini msingizia? Ananisumbua sana kazini. Sasa naomba nimeweza kukusema hivi. Trisha mama. Jamali. Ile kampuni ni kwa ajili ya watu. Ni kwa ajili ya nini? Ya watu. Ninyi mmepewa dhamana ya kusimamia ile kampuni. Trisha wewe ni boss pale. Jamali wewe ni mfanyakazi pale. Huyu ni bosi wako. Masuala ya mahusiano msilete kazini. Tunaelewana? Kama unamhitaji ni vema ungemfuata hata nje ya ofisi. Sio pale kazini. Pale wanaingia watu wengi sana. Sasa kila mtu akiingia pale akakuta mnaanza kutongozana pale kazini, haileti picha nzuri. Sawa jamani? Mimi na majukumu mengi sana ndio maana siwezi kuhudhuria mara kwa mara pale ofisini. Sasa kama vitendo hivi ndio vinavyoendelea pale, kwa kweli sitaweza kufurahishwa navyo. Kama vikiendelea, heshimuni pale, ni sehemu ya kazi. Trisha nimekuacha pale usimamie vizuri. Hao wote wako chini yako. Jamani, naomba zingatia sana pale ni kazi. Heshima ifuate nini? Mkondo wake. Fanyeni kazi vizuri, kila kitu kitakaa vizuri. Sawa? Mimi nadhani ni watakiwa utekelezaji mwema na utendaji kazi mwema. Au kuna kingine? Jamali ni nani yako? Bosi wako. Yule ni nani? Mfanyakazi wako. Naomba mzingatie hiyo. Mimi nitakuja kazini. Sawa? Naombeni hivyo vitu mvishughulikie vizuri. Kila kitu kikae sawa. Tenda kazi zako, fanya kazi zako. Sawa mama? Akikubuguzi tena nifuate. Utanipigia. Mimi nadhani mwasa muende. Sawa? Niwatakie siku njema. Kwaherini. Hi guys, kwa majina naitwa Madam Trisha, anatokea kwenye series ya The Game of Rap ambayo inapatikana katika channel ya Kidareki Film ambayo ipo YouTube. Tulikuwa tunaomba support zenu, subscribers, tunaomba pia muweze kutusupport kwa ajili ya kuendelea kuonyesha vitu vizuri zaidi ambavyo vinakuja.